Apata. Akanambia, pastor, unaongea sana ya kwamba Mungu anaweza, lakini nataka nikwambie mimi matatizo niko nayo, Mungu hawezi. Nikamwambia, wewe una matatizo gani? Akaniambia, mimi hapa nilipo niko na miaka 50. Sijawahi kuolewa. Sina mwanaume. Sina mtoto. Na nimeomba kwa miaka yote since nikiwa msichana, Mungu nipe mwanaume, nipe mwanamume. Mpaka sasa nimekuwa mungina. Mungina. Sasa nimekuwa mzee. Pastor, hivi kweli kama Mungu anaweza, kweli anaweza kunipa mwanaume mimi mtu wa miaka 50? Na mimi nikamwambia, kama Sara bibi yake Ibrahimu alipata mtoto akiwa na miaka 90, wewe mtu wa miaka 50 waweza kupata mwanaume? Akasema, pastor, mimi sioni mwanaume wa kunioa. Mimi sioni. Ona mipango ya kando, kila wakati utakuwa unatafuta simu ya mume wako. Ila ukimwona Yesu kwa mume wako, kila siku utatafuta msalaba wake. Hivi kuna mtu amenielewa? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Watu wa kwenda mbinguni, Bwana Yesu asifiwe. Kule nyuma, Bwana Yesu asifiwe. Watu wa kule mbali, Bwana Yesu asifiwe. Watu wa huku nyuma, Bwana Yesu asifiwe. Nataka nione sura zenu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hebu sikia, kile unachokiona ndicho utakachokipata. Ninataka uanze kumuona Yesu kwenye maisha yako. Anza kumuona Yesu kwenye ndoa yako. Anza kumuona Yesu kwa watoto wako. Anza kumuona Yesu kwenye biashara yako. Anza kumuona Yesu kwenye masomo yako. Anza kumuona Yesu. Usiangalie matatizo yako, angalia baraka zako. Usiangalie shida zile uko nazo, angalia ushindi wa Yesu ulio mbele yako. Wewe ni mtoto wa kifalme. Wewe ni mtoto wa mfalme. Waza mambo ya mbinguni. Jamani, Bwana asifiwe. Nyasaya masesenyi. Hebu sikia. Hebu sikia. Yule mama, nikamwambia, mama, anza kuona ya kwamba unaolewa. Anza kuona ya kwamba unapata mme. Akanambia, pastor, niombe nipate kuona. Nami nikaweka mkono kwenye kichwa chake. Nikasema, Yesu, mfungue huyu mama aanze kuona mwanaume wa kumuoa. Kwa jina la Yesu, amina. Yule mama akasema, pastor, sasa naanza kuona. Nikamwambia, kama unaona mme, anza kutembea kama mke wa mtu. Anza kutembea kama mke wa mtu. Anza kutembea kama bibi harusi. Hata kwenye maombi yako anza kuomba baraka za mme. Yule mama akasema, sawa pastor. Ngoja niwaambie kitu. Imani niliwafunza ile Jumapili, mnakumbuka wale mlikuwa? Na ndio nitawafunza hata kesho pia. Imani inaenda na mambo mawili. Imani inaenda na maneno pamoja na matendo. Yaani kile kitu unaongea ndio kile kitu ukifanye pia. Yaani imani inaenda na maneno pamoja na matendo. Lazima ifike mahali uwe na imani. Ongea kushinda hata kama haujashinda. Ongea kwenda mbinguni hata kama watu wanakusema vibaya. Hebu sikia. Nikamwambia, mama, anza kuwa kama mtu yule unaolewa. Na mimi nataka niwaambie wasichana wale ambao hamjapata wanaume, anzeni kufanya vitu kwa imani. Siku nyingine njoo church, mwambie yule mtu wa mitambo, niwekee ule wimbo ambao maharusi waga wanaingia kwa kanisa. Alafu unaanza kumachi. Elida akikwambia unafanya nini, mwambie niko kwenye rehearsal. Mwambie niko kwenye rehearsal. Na kuanzia leo mimi pamoja na Madam Rusi tutaanza kufunza family life. Mwambie niko kwenye rehearsal. Kwani mpenzi wako yuko wapi? Mwambie very soon anakuja, yuko kwa njia. Yuko kaunti gani? Mwambie that is none of your business.
ila yuko kwa njia anakuja. Hebu sikia, yule mama akaendelea kutengeneza ile imani. Ikapita miezi 6. Yule mama akanambia, pastor, bado sijapata. Nami nikamwambia utapata. Nikamwambia utapata, wala usipoteze imani, utapata. Ilipofika miezi 7, nikawa naenda kwenye crusade sehemu moja inaitwa Dar es Salaam. Pale nilipofika wakaniambia, pastor, utakuwa unakaa nyumbani kwa mzee wa kanisa. Kwa nikawa na operate kutokea kwa mzee wa kanisa. Nikiwa pale nyumbani kwa mzee wa kanisa, kwa elder, tumekaa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3. Elder akanifuata kwa room yangu. Akanambia, Magoti, nimeona una kipawa cha maombi. Unaombea watu na Yesu anawaponya. Nimeona vipofu wakipona kwa kanisa letu. It was my first time. Una nguvu ya maombi. Nina jambo inanitesa. Ninaomba uniombee. Ninaamini ukiomba wewe, Mungu atafanya. Nikamwambia, Elida, una jambo gani? Akaniambia, mimi niko na miaka 55. Kuna watu wameanza kujua wapi Magoti anaenda. Niko na miaka 55. Bibi yangu aliaga last year. Tumekaa naye kwenye ndoa over 17 years. Na hatukuweza kupata hata mtoto. Na bibi yangu akaaga, aliugua ugonjwa wa kansa. Akaaga, niko peke yangu. Magoti, ninapata shida. Ninapata shida, siwezi kukaa mwenyewe. Natamani nipate mwanamke. Mwanamke mtu mzima. Mwanamke ambaye ana miaka hata above 45. Yule ambaye hajaolewa. Magoti, lakini huyo mwanamke kumpata ni challenge. Ninakuomba mwanangu. Ninakuomba mtoto wangu. Ninakuomba mchungaji. Kesho uweze kufunga. Tusile chakula. Tufanye maombi ya kupata mwanamke. Wakati anasema hivyo, mimi moyoni nasema hafungi mtu hapa. Sifungi. Yeye anasema mimi nisile chakula, nasema sifungi. Alipomaliza kuniambia yale maneno, ndipo sasa nikamwambia, Elida, nina habari njema kwako. Magoti, nini? Nikamwambia, Mungu amenileta hapa ili upate mwanamke. Akanambia, Magoti, unaongea nini? Nikamwambia, ngoja usikie. Nikamwambia, kuna mwanamke huko. Nikataja mahali panaitwa Muheza. Yule mama ana miaka 50. Hajawahi kuolewa. Na hana mtoto. Sasa si mnajua mimi najua kupamba sana. Unajua mimi baba yangu ndio yule pale mnamuona. Naye anajua ana mtoto, anajua kupamba. Nikasema, yule mwanamke nilienda nyumbani kwake. Elida anatoa macho kama mtu anatengeneza saa. Akatoa macho. Nimeenda nyumbani kwake. Yule mama, kwanza sitting room yake ni nzuri. Anajua kutengeneza sofa. Sitting room ni safi. Mama akaniletea juice. Anajua. Akanipikia na ugali. Yule baba akasema, Magoti, are you serious? Nikamwambia yule mama, yuko tayari kuwa na wewe. Akasema, yuko tayari, kwani umeongea naye saa ngapi? Nikamwambia, hii inatoka kwa Bwana. Ichukue kama vile iko. Akasema, Magoti, sasa tufanye nini? Nikamwambia, kesho atakupigia simu. Atakupigia simu na utazungumza naye. Basi Elida akasema sawa. Niliporudi kwa room yangu usiku, nikampigia yule mama. Nikamwambia, mama, hujambo?
Magoti mchungaji, si jambo. Haya, sikia hii habari njema. Nikaanza kupamba tena. Nimempata. Mwanaume. Kwanza ni mrefu. Alafu tumbo yake imesonga kidogo. Yeye tena ni elida. Na vile naongea ninaishi nyumbani kwake. Yule elida anakutaka. Mama, usinidisappoint. Akasema, pastor, moyo wangu unashangilia. Kwa hiyo nikaambia atakupigia simu kesho. Sawa pastor, sawa. Sasa tunachukua breakfast ya asubuhi. Yule elida akasema, Magoti, naweza kumpigia saa hii? Na mimi nikamwambia, kama unaweza weka na loudspeaker ili na mimi nisikie. Basi akapiga simu. Yule mama akapokea. Hello, akashika simu. Hello, habari yako? Ni nzuri. Mmeamka salama huko nyumbani? Yule mama, tumeamka salama. Oh, familia wote hawajambo? Ni wazima. Yule mama akasema, samani, ninaongea na nani? Yule baba akasema, nimesahau kujintroduce. Nilipewa namba yako na Pastor Magoti. Alipotaja tu Pastor Magoti, yule mama akachange na sauti. Nasikia, karibu. Nilipoona sauti imechange, nikaambia Erida, nenda kwa bedroom yako sasa. Nenda ukaongee kwa bedroom. Unajua waliongea pale Pastor Oman. Waliongea 2 hours kwa simu. Walipotoka pale, yule Erida akasema, Magoti, Mungu akubariki. You know what happened? Wale watu walifunga ndoa. Na as we are talking, ni mke na mme. Hebu sikia. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Macho yako yafunguke sasa. Uanze kuona baraka za Mungu kwenye maisha yako. Macho yako yafunguke. Hebu niwape story hii. Kitabu cha Luke chapter 24. Kitabu kile cha Luka chapter 24. Luka chapter 24. Tutasoma kuanzia verse 13 mpaka verse 31. Tutasoma kuanzia mstari wa 13 mpaka mstari wa 31, lakini leo utanisomea tu mpaka verse 15. Hebu soma. Natazama siku ile ile watu wawili miongoni mwao walikuwa wakienda kijiji kimoja. Jina lake Emau, kilichokuwa mbali na Yerusalemu kwa mwendo wa masaa mawili. Nao walikuwa wakizungumza wao kwa wao habari za mambo hayo yote yaliyotukia. Ikawa katika kuzungumza na kuulizana kwao, Yesu mwenyewe akakaribia, akaandamana nao. Yesu akaandamana pamoja nao. 16. Macho yao yakafumbwa wasimtambue. Akawaambia, Yesu akawauliza, ni maneno gani haya mnayoyasema hivi mnapotembea? Wakasimama wamekunja nyuso zao. Hebu acha tu hapo tusikie. Hebu sikia. Siku moja Yesu alifufuka.